kadri siku zinavyokwenda huwa inanitia ukakasi sana. Napokutana mtandaoni na mtu ana miaka 25, miaka 26 au miaka 27, hajawahi kukaa kwenye ndoa hata miaka miwili, hata mwaka mmoja, lakini anawashauri watu kuhusu masuala ya ndoa. Unaanza kujiuliza, ni wapi watu wamepata uzoefu wa ndoa kuanza kushauri watu kuhusu ndoa? Unawezaje ukamwambia mwanamke au ukamfundisha mwanamke namna bora ya kuishi na mwanamume, au ukaanza kuambia watu fulani usiolewe au uolewe, wewe mwenyewe hujawahi kuolewa au hujawahi kuoa? Uzoefu wa kushauri watu kuhusu ndoa unatoka wapi? Swala kwanza. Swala la pili, kumeibuka na watu siku hizi kwenye mitandao wanaelimisha watu kuhusu mambo ya fedha. Mtu ametoka zake hapa Bongo, ameenda zake China, ameagiza vichupi vyake, amekuja Bongo, ameuza, amepata milioni 5, amefanikiwa, kafungua duka lake la kwanza Kigamboni, kaenda kafungua duka la pili Mwananyamala, ana maduka mawili, anauza chupi, anauza boxer, anauza nini, ana milioni 3 mfukoni, ana milioni 6 mfukoni, anaanza kuwa mshauri wa kibiashara, anajiita mfanyabiashara, anaambia watu tafuteni hela, lazima muwe na hela, usipokuwa na hela wewe ni mjinga. Nimewahi kuuliza mtu swali, hivi nani aliwaambia mainfluencer wengi Tanzania kwamba kila mtu anataka kuwa tajiri? Nani aliwaambia watu kwamba kila mtu anatafuta hela? Yani unapozaliwa lazima uwe na mali, unapozaliwa lazima uwe na hela. Kuna watu hapa ulimwenguni hawana time na kuwa na mali, hawana time na kuwa matajiri. Wao wanataka wawe na maisha mazuri, apate hela ya kupa maisha mazuri ya kawaida, anapeleka watoto wake shule, ana familia na ana kila kitu. Lazima sisi tunaowasikiliza, hata mimi unanisikiliza mimi hapa, ninapokushauri kufanya jambo, jiuliza mara mbili, anachoniambia huku hiki ni sahihi? Ya kuambiwa unaongezea na ya kwako, kwa sababu unapoambia watu kwamba usiingie kwenye ndoa mpaka uwe na mali, ufiche mali, utengeneze mali kama mwanamke afu usifiche. Kuna wanawake wamefanikiwa kwa sababu ya ndoa. 99% ya watu wenye mafanikio makubwa duniani waliyapata mafanikio yao wakiwa kwenye ndoa zao, hata kama walikuja kuachana baadaye, lakini mafanikio waliyapata wakiwa kwenye ndoa. Ndoa zimefanikisha watu wengi mno kwenye maisha kuliko watu single waliowahi kufanikiwa kwenye maisha. Lakini tunapopata vitu vidogo vidogo kama vihela tukiwa navyo mfukoni, tusione kwamba wenzetu ambao hawana ni wajinga, na kwamba wewe ni mwerevu ndio maana unacho. Pengine unacho kwa sababu umefanya kazi na Mungu akakufungulia riziki. Kuwa nacho haimaanishi wewe ni mjanja. Na tunapotaka kuwasikiliza watu wa kutushauri kuhusu ndoa, tuweni na akili za kujiongeza. Mtoto wa miaka 26, 25 hawezi kukushauri kuhusu ndoa.